Hello guys, kwa majina naitwa PryGod. Program na kuleta software hii inaitwa LadderPOS. Ni software ambayo imejigawanyika kwenye sehemu mbili, kama LadderPOS Mail na LadderPOS kama the main operating system, the main business operational management system. Software hii imejikita zaidi kwenye kurahisisha operations za bar au migahawa, in other language restaurants. Lengo kuu ni kuwezesha kwamba hata yule mtu mwenye biashara ndogo au saizi ya kati aweze kuweka taarifa zake za msingi kibiashara, aweke vizuri taarifa zake za biashara. Mfumo huu umegawanyika sehemu mbili kama nilivyosema awali, uko LadderPOS Mail na LadderPOS kama the main system. Kwa nini zimegawanyika sehemu mbili? Ni kwamba moja inahusika sasa kwenye kuendesha biashara, lakini nyingine inahusika kwenye kutengeneza ripoti au kuchakatua taarifa za biashara, kuweza kutengeneza ripoti mbalimbali za biashara. Now nitaanza kwanza na kuonesha kuhusu LadderPOS kama LadderPOS, then next time nitakuonesha kuhusu LadderPOS Mail. Hapa mbele yenu kuna kurasa ambayo ni staff login au ni login page, ambayo hii ndipo ambapo utakuwa unaingiza taarifa zako kulingana na ambapo utakuwa umeziingiza kwa ndani, lakini by default mimi kama admin niweze kuonesha what all is inside katika kila angle. Now, ukisha maliza ku login, utakutana na kurasa itakaribisha hapa, ambayo ndio inaitwa the first page, ambayo ndio POS kama POS page, ambapo hapa kama unavyoona kuna upande ambao huu ambao ni wa bluish. Huu ni upande ambapo ni kama tunasema ni sidebar, ambao unaweza kutana na una navigate kwenda kwenye page mbalimbali ambazo kuna vitu vingine kuhusu hii mfumo. Lakini hapo kwenye POS ndipo utakapokuwa unafanya vitu vyako vingine, utafanya vitu vyako vyote mainly, kwa sababu hizi page zingine ni kama supportive ya hii main page, ambapo hapa unapoona hapa katikati ninapozungusha hii mouse yangu ndipo kuna bidhaa mbalimbali kulingana na ulizokuwa umezijaza kwenye main menu, ambapo pale kwenye menu utaona hapa tunaongeza menu yetu. Lakini hapa mwanzoni kabisa unaweza kuona hapa katikati tunapopatisha hii menu, unaona hizi kama vi square ndivyo ambazo bidhaa zetu zimekuwa represented kwa kutumia hizi vi square. Lakini pia hapa juu unapoona hapa, hizi ni categories za menu yetu, kwa sababu kwa kila menu tunajua tuna vitengo. Inawezekana kama ni breakfast, inaweza kuwa ni kwa wale ambao wana restaurants, breakfast, lunch, dinner na kadhalika. Lakini kwa huyu ambaye tuna simulate hapa environment yake, tuna simulate kwenye mazingira ya bar, ambayo tunazungumzia kwa mfano kwenye bar, kwenye jeans, beers, jeans, refreshments na vitu mbalimbali hivyo. Hii inakusaidia pia kuweza kuweka urahisi wa kusearch kitu, even though kuna page, kuna sehemu hapa ya kufanya search. This helps kwenye kufanya filtering ya urahisi ya bidhaa zako mbalimbali. And then hapo kwenye right, hapo kuna order items, utakapokuwa click hapa zitakuwa zinaongezeka huko upande huu. Hapo utaandika customer name. We know most of the time clients ni not easy kumuuliza jina lake, lakini kama itakuwa na uwezekano andika jina lake iweze kuwa rahisi baada ya kufanya catching up ya docket zake au list zake hivyo. Hapa utaandika namba ya meza kwa wale ambao watakuwa wameorganize meza zao vizuri kwa kuweka namba iwe rahisi, kwa sababu inawezekana atakayechukua docket au atachukua order si yule ambaye atakayeenda kupeleka pale. Kwa hiyo iko urahisi hata inapokuwa inatoka ile order kutoka either counter au kutoka kwenye jikoni inapoenda kwa mteja pale mezani, iwe rahisi kujua ni mteja yupi na meza ipi.